Bana, katika stori za mitaani leo niko maeneo ya Temeke. Hapa ni maduka. Nimekuja hapa kwa lengo moja tu, kuja kukutana. Mimi naitwa Nyoka, mzee Nyoka. Unaitwa mzee Nyoka? Bana, Nyoka hapa, wewe ni mwenyeji kwa jina gani? Mimi ndio jina langu hilo maarufu. Wewe ni mzaliwa mtaa gani? Swala. Mimi ni Makonde. Makonde. Sasa Nyoka. Hivi ni vitu gani ambavyo vinampelekea kijana mpaka kufikia kutumia labda starehe kama bangi au sigara? Mtoto anategemea na mzazi. Unaweza kukuta kwamba mtoto ule analelewa malezi ya mama peke yake, na mama ameachika na bwana, na mama yule pengine unaweza kukuta mtu wa mitungi, pombe, yote ukilabuni. Amjali mtoto amekwenda shule, amjali mtoto amekula muda gani. Kwa hivyo yule mtoto sasa hivi lazima awe waluwalu, kwa sababu anakuwa ana malezi akaambiwa na mzazi wake. Aelekezwe fanya hivi fanya hivi. Ndio maana unakuta mtu anacheza kamari, wengine wanakuwa wezi. Ndio basi kama ulimpeleka shule anagaili aendi, kutokana na malezi. Mtoto anaharibika ni malezi. Asikogope mtu, malezi peke yake ya mama. Mama maana yake ndio anayekupatia watoto. Hata kama mnapoachana watoto wanakimbia kwa mama. Kwa malezi ndio inakuwa tatizo, ndio hilo changamoto. Malezi yanakuwa mabovu, mtoto haelewi, mtoto asikii. Naona basi mtoto anarudi muda nyumbani, muda leo utaka yeye saa 6 saa 7 saa 8 saa 9, mara kutoka kwenye video, mara kwenda hivi kwenda hivi. Wewe mama mtu kutoka huko chali unalala mshale wa pombe. Hivi mtoto atakuwa kweli ana akili timamu? Wewe wamama wanatakiwa wazingatie nini? Mama wanibia wasingatie watoto wao ili wasiharibikiwe. Unaona basi afa mambo yote akienda sisahau. Kwa maana mtoto wangu nimuandae katika maandalizi fulani ili baadaye awe mtu wa maana kunisaidia hata mimi mwenyewe, kwa sababu mtoto akiwa na maisha mazuri ndio mama mtu anafaidika. Sasa mtoto akilelewa na malezi kimbwa ya kimtani ndio inakuwa shida, matatizo makubwa sana. Shida ni hilo tu, hawanzi kuongopea mtu wote, tafuta sio kama kulogwa, kuna uchawi, kuna nini. Ni malezi kina mama wengine wabovu, akili zao sio nzuri. Malezi ni kitu ambacho kinaathiri maisha ya sasa. Kumbe kina athari makubwa sana, kwa sababu nikikwambia sasa hivi hapa mimi mwenyewe na mtoto wangu sasa hivi mpaka sasa hivi ananisumbua. Mama yake niliachana naye, umeelewa? Anaitwa Sosi. Sosi niliolea hapa na nichukua manake na nguvu hapo. Tukalongwa kwa majaliwa, tunajifanya tu michenga nani, kuna sehemu ile tuna nguvu hapo niliolea. Na basi huyo mwanamke yeye anaitwa Flora Norbert Baba. Malezi na mtoto wangu. Nilikwenda mimi mpaka ile shule nikatoa hiyo. Nikampa wale mtoto anapenda somi. Lakini kusoma je, pombe tukila bungu wanzuki sijui pombe zao hizo si za kienyeji na nini. Ile wiki leo anakuwa bwana huyu anazaa naye watoto wanne, kila mtoto ana baba yake. Tabia mbovu baba. Asikongopee mtu ni hilo tu. Ndugu yangu, wewe hata hii dunia sasa hivi hapa imeharibika, na ukizingatia sasa hivi wanafanya sasa hivi kama vile wamenyoshwa mafuta, hata hawaelewi kabisa. Na hizi simu zilizoingia mitandao ndio kabisa hamna kitu, hamna cha maana. Empty. Yaani sasa hivi hapa wao wanasikiza watu wanaoa kama zamani. Watu wamepunguza kuoa. Tatizo nini? Unajua tatizo nini? Sababu wewe mwanamke unamweka bana hapa tutafuta maisha. Vitu wanavyofanya pale tofauti. Kimwambia hivi, unamwambia bwana hiki libaya, ndio kwanza asubuhi unakwenda kazini ndio anatangaza mtaani pale. Wapangaji wote wanamjelia yeye. Basi yule ana bubu. Haya yeye kumbe, kisha kufanya cha